Ushawahi kushona koti la mtu mwenye kitambi alafu akifunga kishikizo kifua hapa kifuani linajivuta au hapa mbele linanyanyuka kama nguo ya kike, au halafu hata kama ukiongeza vipimo mteja akivaa ile nguo yake inaonekana kama amevaa gunia. Ishawahi kutokea hiyo? Hapa ni Suti and Tailoring College, mabingwa kabisa wa ufundishaji wa nguo mbalimbali. Leo naenda kuzungumza habari za jinsi ya kushona koti ya mtu mwenye kitambi na ili imkae fiti na smart. Mwalimu wako ni yule yule Imani Kajo aka fundi ni umoja tu, na hapa ni Suti and Tailoring College. Karibu twende na mimi. Kushona suti ya mtu mwenye kitambi sio tu kuongeza vipimo pande zote, bali ni uhandisi wa kubadilisha pateni ili kufunika tumbo huku kifua na bega vikibaki vimenyoka proper. Hapa tuna baadhi ya mambo ambayo tunatakiwa kuzingatia ili tunapomshonea mtu mwenye kitambi nguo zake zikae vizuri na tujiongezee wateja. Unajua hawa wateja wenye vitambi, unajua mtu yote mwenye hela ni kitambi kinaleta heshima. Sasa ili tupate hela za hawa watu wenye vitambi, lazima tuzingatie vitu vifuatavyo, au lazima tuzingatie makosa, au lazima tuyaepuke makosa kadhaa ili tushone koti nzuri za watu wenye vitambi. Kila mmoja anapaswa kushonewa nguo kulingana na umbo lake. Mteja asije kuja ofisini kwako ukaanza kumshusha eti kwa sababu ya kitambi hatopendeza. Kila mmoja anapendeza kwa sababu ya umbo lake, kwa sababu unampima wewe, unampima ili upate kitu kizuri. Sasa kwa sababu unampima na utaenda kumshonea, sasa zingatia vitu kadhaa ili mteja wako aweze kupendeza. Hebu fikiria, kwa mfano mteja wako ana let's say kifua 40 alafu tumbo 50 alafu ipsi 42. Umeona hii interval ya inchi 10 hapa, kwamba tumbo liko mbele, kifua kiko nyuma na hips iko nyuma. Kwa hiyo tumbo limetangulia. Sasa ili huyu mteja wako apendeze, lazima uzingatie vitu vifuatavyo. Sawa, haya ni baadhi ya makosa ambayo tunatakiwa kuyaepuka. Kosa la kwanza ni kukata koti urefu wa mbele na urefu wa nyuma vikiwa sawa. Yaani kwa mtu yoyote mwenye kitambi urefu wa mbele unatakiwa kuwa mrefu kuliko urefu wa nyuma, kwa sababu tumbo linakuja mbele. Inapokuja mbele inasababisha pale pananyanyuka. Kwa hiyo pakiwa parefu panafunika kwa pale kwenye tumbo. Kwa hiyo jitahidi sana unapokuwa unakata koti la mtu mwenye kitambi urefu wa mbele uwe mrefu zaidi kuliko urefu wa nyuma. Jitahidi pia anapokaa mteja wako mwenye kitambi umpime ule urefu, ile distance ya kukaa. Hiyo ndo sababu ya kwanza. Kosa la pili kumbuka hii ni sehemu ya kwanza. Kwenye kosa la kwanza tumeshaliona, lakini sehemu ya kwanza kwenye kosa la pili ni kuongeza upana kwenye mshono wa pembeni. Hupaswi kuongeza upana kwenye mishono ya pembeni kwa sababu tunachokitafuta ni kufunika tumbo. Sasa unapoongeza mishono, unapoongeza nafasi kwenye mishono hii ya pembeni, unasababisha koti linakuwa kubwa na mteja wako anaonekana kama amevaa gunia. Sasa unachotakiwa kukifanya, unatakiwa kuongeza sehemu za kufunika tumbo. Yaani unatakiwa kuongeza kwenye vitambaa vya mbele upana, unatakiwa kuongeza kwenye sehemu za pembeni, unatakiwa kuongeza sehemu za mbele ili tuweze kufunika tumbo likae sawa. Hiyo ni sehemu ya kwanza, kipengele cha pili. Sehemu ya pili sasa, kwenye makosa ya kuepuka wakati unamshonea mtu mwenye kitambi. Tunayo slogan moja inaitwa the front slash method. Hiyo inaitwa the front slash method. Hii method bana huwa tunaitumia sana kwenye kukata koti za watu wenye vitambi, na hapa sasa hizi point nitaenda kuzielezea haraka haraka
lakini in detail zaidi tutaenda kukata koti ya mtu mnene ili uweze kuvielewa. Sasa before tujaenda kukata, wacha nikutajie vitu ambavyo tutaenda kuviangalia wakati tunakata koti ya mtu mwenye kitambi. Sasa kama ndo kwanza unaangalia video hii sasa, na kuomba usubscribe sasa hivi, kwa sababu kipindi kijacho tutaenda kuelezea hizi hatua kwenye kwa kina kabisa wakati tunaona na kitambaa. Kitu cha kwanza kabisa ni jinsi ya kuongeza tumbo. Tutaenda kuona namna ambavyo tunatakiwa kuongeza tumbo, lakini pia tutaenda kuona jinsi ya kutengeneza mshono wa mgongo, lakini pia tutaenda kutengeneza black point. Black point ni sehemu ambayo vishikizo huwa vinaishia yani. Kwa hiyo tutaenda kujua nini maana ya black point kwenye ushonaji wa suti. Lakini pia tutaenda kuona jinsi ya kupiga pasi lapel au koti la suti ikiwa fupi au ndefu. Tutaenda kuangalia namna gani tunatakiwa kupiga pasi, kwa sababu tunapiga pasi au tunatengeneza mshono wa koti ili kumfanya mtu mnene aonekane mwembamba. Tutaenda kuona in details namna inavyo work. Lakini kitu kingine ni kutumia gundi ngumu kwenye tumbo. Unajua, epuka sana kutumia gundi ngumu kwenye tumbo, kwa sababu tumbo tumbo linasinyaa wakati mtu amekula au anapokaa. Kwa hiyo unapotumia gundi ngumu inafanya koti lisiwe lina relax, lisiwe linajitengeneza umbo lake. Kitu cha mwisho ni kuweka kifungo juu sana au chini sana. Kwa hiyo hii inahusiana na ile ya kutengeneza black point. Kwa hiyo tutaenda kuangalia namna gani ambavyo tutaweka kifungo chini au juu. Hivyo ndo vitu ambavyo tutaenda kuviangalia kwenye ushonaji wa koti ya mtu mwenye kitambi. Tutaenda kuondoa makosa ambayo yanaonekana mtu akivaa koti anaonekana kama amevaa gunia. Tutaenda kutoa, kwa sababu mtu anatakiwa kuvaa koti aonekane smart, sio aonekane kama amevaa gunia. Kaa nami mwalimu wako yule Imani Casual aka Fundi Mmoja, na hapa ni Suiten Tailoring College, mabingwa kabisa wa ufundishaji wa nguo mbalimbali. Tufuatilie kwenye mitandao yetu ya kijamii, Facebook kama Suiten TZ, Instagram kama Suiten TZ, lakini pia TikTok kama Suiten Tailoring College. Mpaka wakati mwingine, mwalimu wako ni yule Imani Casual. Ciao.